zina nguvu Lailatul Qadr. Hiyo ndio pili. Ya tatu, Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Lailatul Qadr, usiku wa cheo, ni bora kushinda miezi alfu. Kumbuka nikisema miezi alfu, sio kwa miezi alfu ni zaidi. Mwenyezi Mungu akitaja hesabu, Mwenyezi Mungu akitaja hesabu, hamaanishi ni ile hesabu, amaanisha ni zaidi hapo. Hiyo ya kwanza. Ya pili, ukiona mahali kuna khairu bora zaidi, ni maana yake ni mara 10. Tukisema wajua watu sana na kosea, wanakuambia bwana Lailatul Qadr khairu min alf shahr. Yaani usiku wa Lailatul Qadr ni bora kushinda miezi alfu. Makosea. Lailatul Qadr ni bora mara 10,000 shahr. Yaani hisabu iko juu zaidi. Ile kwa sababu shahr ile ni kama ni hisabu, lakini katika hisabu ni kubwa zaidi. Kwa Lailatul Qadr ikikupata na itakupata ya wewe una swali. Mtu yote anataka kupata Lailatul Qadr ajitahidi aswali ishai kwa jamaa na alfajiri kwa jamaa. Ukiswali alfajiri kwa jamaa na ishai kwa jamaa ndio ushapata Lailatul Qadr. Usitafute, jitahidi kumila mwisho. Kuanzia leo usiku uswali ishai kwa jamaa, alfajiri kwa jamaa, ishai kwa jamaa. Basi ukimaliza Lailatul Qadr ushapata. Hilo la kwanza. La pili, jitahidi utoe sadaka. Kuanzia kesho utoe sadaka, hata kama kitu kidogo, hata kama shilingi 50, hata kama ni tende, kila siku toa. Kwa hiyo ukipata Lailatul Qadr itakuwa wewe umetoa sadaka. Ile sadaka yako itakuwa khairu min alf shahr. La tatu, jitahidi itikafu. Itikafu hata kama saa moja, hata kama saa mawili, usikose kwa siku. Wajua Lailatul Qadr utukufu wake ni usiku na mchana. Utukufu wa Lailatul Qadr ni wa masaa 24. Utukufu wa Lailatul Qadr ni masaa 24. Sasa kama saa 24 usikose jambo kufanya. Kama siku haya 10 usisahau kusoma Qur'ani kila siku, hata kama ni juzuu moja usisahau. Kwa haya ndio wasia, ili ile Lailatul Qadr ikikupata itakuwa wewe umepata zote. Mwanzo kuwa na itikafu. Pili, swala za sunna. Tatu, toa sadaka. 4, soma Qur'ani. Yaani usikose kama siku haya kufanya ibada. Hata kama ni mchache, si lazima ufanye ibada nyingi. Sasa tunataka kueleza utukufu wa Lailatul Qadr. Kila aya imeeleza utukufu mmoja. Aya kwanza inaanza nao, imeeleza kwa Qur'ani. Aya pili ile wa ma adraka bi maana ta'dhim wa tafkhim, yani kuifanya kubwa na kuitukuza. Ya tatu, Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Kwa ni bora kushinda miezi ngapi? Miezi 1484 na miezi 3. Hiyo ndio ya. Kisha la nne, tanazzalu malaika. Katika Lailatul Qadr wanashuka malaika tena wengi, wanashuka na kheri na baraka na rahma. Tena wa ruhu Sayyidina Jibril, ndio ni nguvu. Ruhu hapa ni Sayyidina Jibril, dhikru khas baada an, yani arruh. Na arruh wangesema ni malaika mwingine, lakini sio kama wale wengine wanasema tanazzalu malaika wa ruhu na roho, ati roho shuka. Si roho ni malaika, tanazzalu malaika. Kwa katika Lailatul Qadr malaika wanashuka wengi sana. Tena huwa kuna nuru, wale malaika kushuka huwa wana nuru. Tena ni kikosi kikubwa kimeshuka. Kikosi kama hichi huwa kinazunguka katika manyumba, lakini wanaingia nyumba kwa baba yenye kuswaliwa, nyumba yenye kufungwa, watu wanafunga, nyumba kwa mama yenye kusoma Qur'ani. Malaika hao wakiingia katika nyumba usiku wanasalimiana na mwenye nyumba, wanakupa mkono, kama ni baba, kama ni mama, kama wanakupa mkono malaika. Je,
utahisi vipi wewe umekuwa mkono na malaika? Kuna alama mbili utahisi umekuwa mkono na malaika. Alama ya kwanza, utatokwa na machozi, kuna machozi yatatoka. Kuna siku hizi 10 utaona machozi yatoka usiku bila sababu, bila chochote. Ujue umeshapaa mkono. Alama ya pili, utaona nywele zako zimesimama, nywele za kwenye mikono zimesimama hizi. Sisi Waswahili zita malaika, ni makosa tu. Nywele tutaje malaika wale. Nywele si malaika shaka. Malaika amesimama, malaika nywele. Hakuna malaika nywele. Sema nywele tu zimesimama basi. Sasa nywele kusimama, nywele kutoka na machozi, ndio alama kwa wewe umepewa mkono na malaika. Na malaika ikupa mkono, huwa wamefurahi kwa ibada zako unazofanya. Malaika hawa hawapi mkono sio swali, hawapi mkono sio funga, hawapi mkono sio soma Qur'ani, bali wenye kufanya ibada ndio wanapa mkono. Tanazala malaika tawakufia biidhni rabbihim, tena kwa amri ya Mola wao, min kulli amri, kwa mambo yote tushapata, mambo yote kwa Mola, tena salamu, tena amani. Tukipata amani duniani, basi tutapata amani na Mungu. Kisha hata matlaifa alfajiri. Sasa kwa mwingine tunataka nini ninaanza nao? Kwa sababu ninaanza nao ya somo mpaka siku ya kiyama. Yaani leo tukufu usiku unaendelea utukufu wake mpaka siku ya kiyama. Sasa sisi yataka taharrau leila tunataharrau, kuna itanzu itafuteni, ichagueni Lailatul Qadr. Tena Mtume sema itafuteni katika autar, katika siku ambazo kwamba ni za witri. Siku za witri siku gani? Ni katika siku ambazo kwamba zisizohesabika, zisizogawanyika, kwa shafi kwa watri. Yaani watri ni siku zisizogawanyika. Mfano kuanzia leo 20 leo usiku leo itafute Lailatul Qadr leo, kisha kesho kutwa itafute, kisha mtoto wata, kisha ingine itafute tena, kisha ingine moja wata moja itafute. Yaani siku za witri 21, 23, 25, 27, 29, yaani kupambukia 21, kupambukia 23, 25, kupambukia 27, kupambukia 29, masiku haya. Na wengine anasema ile daraja zaidi ni 27, ndio daraja zaidi. Na sana upita hapo, lakini kuzunguka ile tofauti. Kuna mara nyingine kuja kwa 20, mara nyingine huja leo kwa kesho. Hata kati moja Mtume alikaa na maswahaba ikikafa. Ilipofika 20 akamwambia nende mzee wa imani, maswahaba kaanza. Muda akapeleka salamu dini msikitini. Lakini sitaki yule mmoja maswanza, sitaki mgeni. Kama wale tuanza nao tarehe 1 wakarudi, basi usiku leo ndio ukapita Lailatul Qadr, usiku wa cheo. Na Lailatul Qadr una cheo kwa Mwenyezi Mungu, una cheo kwa Sayyidina Jibril, una cheo kwa Mtume, una cheo kwa Qur'ani, una cheo kwa waumini. Na una alama zake ambapo kwamba zinaonekana katika Lailatul Qadr. Kuna alama kwa kwamba zinazokuja baada na kuna alama kwa kwamba zinazokuja kabla. Haya, kabla zipi? Usiku wa Lailatul Qadr anga lenyewe kutakuwa hakuna joto wala baridi. Hakuna joto wala hakuna upepo. Kuna shwari kabisa. Hivi joto leo la Mombasa Lailatul Qadr kwa hamna. Mombasa joto hatusemi mashaallah, lakini ndiko joto. Lakini Lailatul Qadr huwa hakuna joto, hakuna baridi. Hilo ndio kwanza. La pili, usiku wenyewe utaona kama kumepambauka alfajiri. Sio kama wale wengine wa Swahili kwamba Lailatul Qadr ni nyota. Utaona kama star, joto kama flash ile. Hiyo sio hiyo. Ni usiku wa una kama alfajiri, yani alfajiri. Umetulia.
Kama wewe una mbwa wako, kama una punda wako, usiku huo hawalii. Mbwa halii wala punda hawalii, kwa sababu malaika wako wengi sana. Hawalii siku hiyo. Kisha ikaendelea usiku, itanyesha mvua, na mvua yenyewe haitakuwa mvua kubwa, itakuwa rashasha, mvua kidogo. Hizi utaja na Dar es Salaam na utaja kwa Swahili, kwa kuwa itanyesha mvua ambayo kwamba ni ndogo. Wakati mzuri itanyesha mvua, Maswahili akisema tutasujudu ala pili wal ma, tutasujudu kwenye udongo na maji, kwa kuwa itanyesha mvua. Ndio alama ile tupata. Kisha asubuhi yake utakuwa jua hali ng'ari, yaani jua itakuwa mwangaza wake mkubwa. Kama unajua liko rangi ya yellow ule siku mzima ile, kwa sababu malaika wako wengi, jua lenyewe haling'ari sana. Sasa kujua kwa kuwa ile tukadi imepita, lakini kwa muumini wa muumina, Muislamu akiomba na kuna watu ama kwamba hawaipati Lailatul Qadr kabisa. Waislamu waswali, wafunga, kuna watu wanne hawapati Lailatul Qadr, na Mwenyezi Mungu asijeleka inshallah. Mtu wa kwanza anaakuli walidei, mwenye kuteta na wazee wake, ukateta na babako na mamako, basi wewe upate Lailatul Qadr. Wa pili ni mwenye kukata kizazi, mtu ambaye kwamba anakata kizazi chake, basi hapana. Mtu aliyoteta na familia yake, basi wewe hapati Lailatul Qadr. Mtu wa tatu mudminu khamri, ni ule mlevi. Kuna wengine walevi mpaka Ramadhani pia kulewa. Kuna wengine unakuwa usiku, kuna wengine usikitisha Uislamu unakuwa mchana, au hapati Lailatul Qadr. Kisha kuna wengine wanne al-mushari, mwenye kugombana, mwenye chuki, yule mwenye hasad. Mtu kama moyo wake una mafundo, amechukia watoto, amemchukia mama, amemchukia sistari, achukia Uislamu, amemchukia Uislamu. Yaani kuna watu wengine wameumbwa na chuki tu, kila mtu anamchukia. Basi watu kama hao hawapati ile tukadi. Sasa tunasema kwa mtumi kuna tukadi sema nini? Allahumma inna afuka fa'afani. Hiyo ndio dua. Na ukipata tukadi basi umefaulu. Na ukipata ile tukadi omba utakacho kama omba afya, kabul, maghfira, yote utapata. Kwa hiyo tunapenda kuzungumza kwa ufupi kuhusu ile tukadi, ili yote haya tujifungeni masomo na ibada. Sisi 10 la mwisho ni wavivu. 10 la mwisho tuingia katika dunia. Hivi kuna watu kuanzia leo kwa kusuka madukani kuu, utafikiri tukwa kodi ya maduka. Ndio tukahili. Ulizo kesho. Kwa mimi ndio kesho ni makarata makera kwa mimi. Kwa mimi hata vipi washachoka wana. Sisi maji ya bahari. Mwanzo hujaa, mwisho ufumu. Sasa 10 la kufuma hivi. Msikiti wa jamaa zipungua, tarawih zipungua, darasa zipungua. Mpaka ile table ukitaka tarehe ya Ramadhani wewe kumele ngapi? Angalia jamaa tarawih ndio. Ndio kwa msikitini hapa tarawih tarehe moja ndio saa 3. Lakini kila siku kwa kula mara yao na hasa nasu fi masjid atapungua. Mpaka kiasi cha mwisho 28 ngapi? Basi tuna msubiri tunakwambia akali jamaa imamu. Tena tunashukuru Ramadhani mwezi mmoja kama mwezi wa Aprili, basi kwa leo ni mfungo wa Aprili, kwa time mambo mengi kwa kupumzika.